mimi tena niseme pole kwa familia hii. Biblia inasema Yesu Kristo alikufa kwa niaba yetu ili tuishi maisha marefu. Na hiyo maisha marefu, sidhani kama Mungu alikuwa na mpango kwamba huyu ndugu ambaye tunamwaminia sana ametuacha siku ya leo. Hata kama mchungaji nimekuja nikapata apostoli anahubiri anasema sisi wote ni wasafiri, lakini Biblia inasema yale ambayo unaamini kwa roho yako ndiyo Mungu atatimiza. Biblia inasema kuna watu wengine kwa Biblia walienda mbinguni kama wako hai. Na Biblia inasema wakati parapanda italia, wale ambao walikufa ni watakuwa wa kwanza kufufuka, alafu tuende mbele ya Mungu tufanye kesi. Mimi Didmas Wekesa Barasa naamini nitakuwa kwa wale ambao watakuwa hai Yesu akirudi. Ndio mimi huwa naambia Mungu kila wakati kwamba Mungu usifanye hivyo nichukue mapema. Mimi nikuwe yule ambaye atakuwa hai ndio parapanda igilia. Alafu nyinyi wale ambao mnahubiri mtuelezee hii parapanda igilia tutakutana Kimilili ama watu watakutana Nairobi ndio watu wasichelewe. Ndio wasichelewe kufika kwenda mbinguni. Hata na hivyo lazima tuweke njia yetu ikuwe sawa sawa. Wakati ndugu huyu alikufa, Mheshimiwa Sabina Chege akanipigia simu. Ile siku nilikuwa nimeenda Jerusalem, nilikuwa Israel. Na nilikuwa nimeenda kwa kaburi ya Yesu Kristo. Matanga huwa yaishi. Hata Yesu alikufa zamani, mimi nimeenda matanga yake juzi. Na wakati nimekuwa kwa kaburi ya Yesu Kristo, dhambi yangu yote ambayo nilifanya kabla nilienda huko niliomba na nilisamehewa. Kwa hivyo ningekuwa hapa sina dhambi yoyote. Niko moyo wangu ni mweupe kama pamba, mimi nikiwa Mkatoliki. Hata nyinyi pia maombi yenu niliwaombea kwamba mizigo yenu ya dhambi ambayo mnabeba ni mzito, Mungu awapunguzie ndio mambo ikuwe mzuri ya kuenda mbele. Jambo yangu ya mwisho, dunia yote hii ni dunia ya Mwenyezi Mungu. Watu wote hawa ni watu wa Mwenyezi Mungu. Sisi ambao tumepatiwa majukumu ya kuwa viongozi, ukuwe kiongozi ya kanisa, ukuwe kiongozi wa siasa, ukuwe rais ama ukuwe waziri, umepatiwa nafasi hiyo na Mwenyezi Mungu ili uitumie kuleta mabadiliko katika maisha ya watu ambayo Mungu alikupatia. Na mimi nafikiria siku ambayo itafika, lazima utaelezana hiyo nafasi ambayo Mungu alikupatia kwa njia gani. Kama wewe ni pastor, rekodi yako kule mbinguni iko. Mapepo ngapi umefukuza hapa duniani? Mapepo ngapi imekushinda? Wagonjwa ngapi umeombea wamepona? Na ukifika mbele ya Mwenyezi Mungu utaelezana na ile rekodi ambayo Mungu alikupatia nafasi. Hata sisi mimi nikiwa mjumbe vile vile, wakati yangu ikifika nitaelezania kwamba ile cheo ambayo Mungu alinipatia nimeitumia kwa njia gani kubadilisha maisha ya watu wa Mungu. Kwa hivyo Kenya yetu hii tuko na watu wengi ambao wanazungumza. Hii haiendi mzuri, hii imeenda sawa sawa. Hata juzi mmeona kwa TV naibu wa rais anasema vitu mingi, sijui ya maondoleo kwa diary, sijui ya programu ya rais, sijui apatiwe nini, sijui apatii hii, lakini kidogo alisahau kuambia ukweli. Shida ya naibu rais na serikali hii ambayo yeye pia anashiriki kama naibu wa rais ni kwamba yeye alikuwa ameanza maneno ya shares ya kugawa nchi yetu hii kwa maneno ya shares. Akasema area hii ilipigia kura Kenya Kwanza kura nyingi, muko na shares nyingi. Area hii hamukupiga kura nyingi, shares yenu ni kidogo. Kwa hivyo watu ya Nyanza shares yao ilikuwa 0 kulingana na naibu rais. Watu ya Mombasa shares yao ilikuwa 2% kulingana na takwimu ya naibu ya rais. Watu ya Kakamega walikuwa na shares ya 10% kulingana na takwimu ya Rigathi Gachagua. Sasa wakati rais aliona apanue serikali yake, aenda atafute wale watu walikuwa kwa ODM ambao wanatoka sehemu ambayo hawakutupigia kura,
naibu rais akakasirika. Alionekana kwa mkutano mmoja akisema ati hata Wetangula hakufaa kuwa Speaker of the National Assembly ati kwa sababu area hii ya Western kura ambayo tulipigia serikali hii ati haikutosha. Mimi nimwambie naibu rais kwamba tajriba ama uwezo ya Mkenya yeyote kuendesha shughuli ya serikali kama waziri ama spika hailingani na vile watu walipiga kura katika maeneo yao. The fact that you come from an area that I never voted for a government, it doesn't mean that you are incapable of serving the country as a minister or serving the country as a speaker. And we want to ensure that people occupy positions which they will use to improve the life of every Kenyan, regardless of where they come from and where they live. Hii dunia Mheshimiwa Sabina Chege, hata wewe haujui ni kabila gani. Wewe unaambiwa tu ni Mkikuyu kwa sababu ni mama na alikwambia huyu ndio baba yako. Pengine hata wewe ni Mbukusu na hujui. Kabila ya mtoto mwenye anajua ni mama peke yake. Hakuna mtu mwingine ambaye anajua. Mimi wale watoto ambao niko nao nyumbani najua ni wangu kwa sababu mama aliniambia hawa ni watoto wako na mimi nikakubali ni wangu. Ingawa wangu niko sure because ni masikio everywhere wanafanana na mimi. Lakini dunia hii yote hii mambo yote ya ukabila, mambo sijui ya mipaka, sijui huyu Msabao, sijui huyu ni Mluhya, sijui huyu ni Mkikuyu, ni maneno ambayo yeletwa na wabeberu kutugawanya sisi. Hii makabila mbinguni hakuna. Kuna makabila yote hii mbinguni hii. Na mimi kama iko namna hii, sababu nimeona watu Mheshimiwa Sabina Chege watu wengi sasa wanaanza kujipanga. Na mimi hapa Bungoma nimejipanga, naomba wananchi hawa wanichague kama gavana yao. Wananiita mimi bishop. Lakini sio bishop ya kupeleka watu mbinguni. Mimi ni bishop ya kufanya miujiza ile ya maendeleo. Ile wakati nakuwa gavana ya Bungoma nikikuja hapa kama watu hawa wana chakula nyumbani, mimi nafanya miujiza, wakifunga macho wanafungua, kila mtu wako naunga pande mbili kwa mkono. Hiyo ndio miujiza ambayo nataka nifanye kama bishop ya maendeleo hapa Bungoma. Barabara kama ni mbaya, naomba barabara inakuwa mzuri ya kupitika. Hasa kama hii ya kutoka Kamasiero kwenda mpaka hapa Kapsokoni. I have made my commitment that during this last term as member of parliament, nikiacha maneno ya bunge, lazima barabara hiyo kwa kushirikiana na mjumbe wa area hii Mheshimiwa Kabondi, tutaweka lami kutoka pale mpaka pale Kapsokoni, ndio area hii yote ikuwe sawa sawa ya kwenda mbele. Mimi familia ya marehemu ambaye imeachwa, nimeambiwa kuna wanafunzi wako shule, mwambie kuna mmoja wako form 2, mwingine wako form 4. Na vile pastor amewaombea. Unajua apostle akiombea familia hii kwamba Mungu asimame na nyinyi. Hakuna siku mtakuwa malala usiku unasikia mtu anagonga mlango akwambia mimi ndio Yesu Kristo ambaye pastor aliomba nimekuja kukusaidia. Hakuna siku kama hiyo. Wakati hawa wanaomba maombi na Mungu anapitia kwa mtu, alafu anakuja na kubariki. Kwa hiyo vile nilikuwa kule kwa barabara nikikuja nikasikia maombi, na vile nimefika hapa nimeletea ule wanafunzi wa form 2 shilingi 20,000 utamsaidia walipe fees hapo, alafu wale wengine watawekea hapo, na tunasonga mbele tufike mahali penye Mungu anatarajia tufike. Muriomuno, Mungu awabariki sana. Nimechelewa kufika hapa sababu nilikuwa na matanga nyingine kule, hata nikitoka hapa tena saa hii nakimbia ingine, lakini safari ile siku yenye parapanda Italia kufika kwa ile mkutano ambao Yesu atakuwa, mimi ndio nitakuwa wa kwanza hapo, siwezi nikachelewa. Mungu awabariki sana. Let's put our hands together for Mheshimiwa. Come on, let's put our hands together for him. Let's appreciate him. Let's appreciate him. Let's appreciate him. Hallelujah.